Yes, uhali gani ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa Kajenjele Media popote pale ulipo. Naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti, na tumaini langu wewe hapo ulipo popote afya yako itakuwa barabara, na kama haiko sawa bin sawia, ni kuombee dua kwa Mwenyezi Mungu aweze kujalia ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Moja kwa moja ni kuombe uweze kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili uwe wa kwanza kupata notification, na hapa namaanisha once tunapoweka zile trendy news, info or updates, you make sure that you are number one kuzipata zote hizo, na make sure umesubscribe, umelike na umeshare, mambo yatakwenda barabara. Moja kwa moja katika kipindi chetu cha Screenshot, kipindi ambacho huwa tunaangazia masuala mbalimbali ambayo yamehappen kwenye mitandao ya kijamii. And leo tupo kwa Diamond Platinum Simba Chibudenga akiwa na mkewe, mtoto wa mama Hadija Kopa, anaitwa Zuhura almaarufu kama Zuchu. Wamepata mtoto wa kike ambaye bado jina lake hatujatajiwa, lakini wamepata mtoto wa kike. Sasa story kubwa si tu kupata mtoto wa kike, story kubwa ni namna ambavyo imekamata kwenye headline, ama namna ambavyo hili jambo limekamata kasi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tutapita, ama mimi nitakupitisha maeneo ambayo yamepelekea jambo hili kushika kasi. Na eneo la kwanza ambalo limepelekea jambo hili kushika kasi ni actually kulitokea week before. Ilikuwa ni mwanamke wa kaka wa Diamond Platnumz ambaye ni Ricardo Momo, naye alijifungua. Watu Diamond alipokwenda hospitalini, klipu zikaenea, ikaonekana ni Zuchu ambaye amejifungua, lakini baadaye ikabainika aliyejifungua ni mke wa Ricardo Momo. Muda mfupi baadaye mke wa Diamond Platnumz ambaye ni Zuchu naye pia akajifungua. Sasa hapo ndio heka zilianza. Kila mtu alikuwa anatamani kujua ama kumuona mtoto wa Zuchu, na habari zilienea. Of course jambo lilikuwa ni kubwa, na hapa ndio tunatazama tofauti ya Diamond Platnumz na watu wengine. Diamond Platnumz yeye amewafanya mpaka familia yake inakuwa ni content. Imagine almost wiki nzima mambo yote yamezima. Habari ambayo ilikuwa inazungumzwa ni ya Zuchu na Diamond Platnumz na mtoto wao, na purukushani zilikuwa nyingi hospitalini kwa ajili ya kwenda kumuona na kutunza fedha na nini. Na mimi nimekutana na maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii, Mr. Pimbi, wewe mbona hatukuoni? Kwa bahati nzuri ama mbaya, mimi nilikuwa naumwa, hali yangu haikuwa sawa bin sawia, hivyo nikashindwa kutokea kumuona mtoto wa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Lakini hiyo sio story ambayo ilienea zaidi. Story iliyoenea zaidi ni namna ambavyo watu walikuwa wanatoa fedha vitita. Wengine walipeleka madola, wengine walipeleka shillings, wakina Rayvanny, Vivian Boy, Suma Mnazareti alituwakilisha wachambuzi kwa kuweza kupeleka dola zake, ingawa naye alizodolewa kwamba katunza dola 10. Actually dola ni dola tu. Aliyetoa dola, aliyetoa shillings, mnatofautiana kwenye fedha. Sasa tunatoka huko kwenye mambo ya kutunza fedha, na mtoto amepata hela, yani mwenye nacho huwa anaongezewa. Hiyo ndio hali ambayo tumeiona kwa mtoto wa Diamond Platnumz, ametunzwa kweli kweli. Na ndio maana mimi huwa nikizungumza hapa nikisema Diamond Platnumz akiamua kuizima nchi, wote mzungumze lugha moja, anaamua. Imagine huyu ni mtoto, just imagine huyu ni mtoto wa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, amezima nchi nzima, na nchi nzima Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla ikawa inazungumza mtoto wa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Na jambo ambalo binafsi limenishtua, ama jambo ambalo limenifanya nikasema Diamond Platnumz kuna kazi kubwa sana ya kumwangusha. Huyu sio mtoto wa kwanza wa Diamond Platnumz. Huyu sio mtoto wa kwanza. Aisha zaa na Zari, amezaa na Misa Mobeto, Diamond Platnumz amezaa na Tanasha. Lakini imagine, pamoja na mfululu wa watoto waliokuwa nao, pamoja na idadi ya watoto waliokuwa nao kadhaa, bado mtoto aliyezaa na Zuchu amekuwa ni story kubwa.
amekamata headline. Yani mjini taa zote zimezimwa, imewashwa stori zote zimezimwa, zimewashwa stori za Diamond Platnumz na Zuchu pamoja na mtoto wake. Ndio maana nasema kama kuna msanii ambaye anaweza kukamata mitandao ya kijamii na akafanya vile anavyotaka, kama kuna mtu maarufu nchini ambaye yeye anaweza kuzima stori zote, alafu nchi nzima, East Africa nzima ikae inazungumza story moja, ni Diamond Platnumz. Niletee mtu mwingine. Nobody. Hayupo. Kazima zote, story zote ni mtoto wa Diamond Platnumz, ni Diamond, ni Zuchu, story zote. Imagine mtoto tu huyo. Imagine kitendo tu cha kujifungua. Na hii ndio tofauti ya Diamond Platnumz na watu maarufu wengine. Yeye Diamond Platnumz, na hii ni silaha kubwa sana ambayo kiukweli kumwangusha Diamond Platnumz itachukua muda sana, kwa sababu Diamond amegawa umaarufu wake kwa watu wanaomzunguka. Yani Diamond amegawa umaarufu kwa kina Ricardo Momo, Idi Santos, RDJ, amegawa umaarufu kwa mama yake Mama Dangote. Diamond amegawa umaarufu kwa watu wanaomzunguka, marafiki, washikaji, wafanyakazi, mtu kama Onesmo ambaye ni bodyguard. So ukiangalia timu nzima iliyozungukwa na Diamond Platnumz wote ni maarufu. Ndio maana Diamond anaweza akaamka leo akaamua kuitengeneza story ya Ricardo Momo tu, ikaenda mjini na ikatrend. Leo Diamond anaweza akaamka akatengeneza story ya Mama Dangote ikatrend na ikaenda mjini. Kesho Diamond anaweza kaamka akatengeneza story ya Idi Santos ikaondoka ikaenda mjini. Kesho kutwa akatengeneza story. Guys, Diamond Platnumz tayari ameshafanikiwa kuikamata Afrika Mashariki. Anaifanya vile anavyotaka. Ukitaka kushindana na Diamond Platnumz, make sure wewe watu waliokuzunguka umewafanya maarufu. At least kumsogelea Diamond Platnumz. Make sure watu wote wanaokuzunguka umewafanya kuwa maarufu. Muangalie Harmonize, muangalie Rayvanny, muangalie Alikiba, muangalie kina Jux, muangalie wengine wote. Watu waliowazunguka wamewafanya kuwa maarufu. Watu waliozungukwa na Alikiba, ni nani ambaye ni maarufu? Hayupo. Aya, niambie watu waliozungukwa na Harmonize, ni nani ambaye ni maarufu? Hayupo. Niambie watu waliozungukwa na Rayvanny, ni nani ambaye ni maarufu? Ambaye anaweza akateka mitandao ya kijamii, ni nani? Mtu ataniambia mke wa Rayvanny ni maarufu. Mke wa Rayvanny hawezi kuteka mitandao ya kijamii. Faima hawezi. Hana hiyo power. Kuna mtu kuwa maarufu, alafu kuna mtu kuwa na nguvu ya kuteka social media. Hayupo. Mwangalie Harmonize, ana mtoto wake yule Zuu. Aya, Zuu anaweza kuteka mitandao ya kijamii? No. Alikiba ana watoto, wale watoto wake wanaweza kuteka mitandao ya kijamii? No. Hapa ndipo ambapo Diamond Platnumz alipopiga gap. Ni baadhi ya maeneo ambayo amewapiga gap wasanii wenzake. Utafika lini? Niambie ni nani ndugu wa Harmonize ambaye ni maarufu, ambaye ana followers wengi kuliko Idi Santos, kuliko Ricardo Momo, kuliko Esma Platnumz, kuliko sui nani na nani wote? Nani? Niambie, kuliko RDJ. Nani? Nani ndugu wa Harmonize ambaye ana umaarufu kuliko ndugu wa hata mmoja wa Diamond? Nani ndugu wa Alikiba ambaye ana umaarufu walau unaweza kumsogeza hata kwa Tifa? Nani ndugu wa Rayvanny unaweza, hapo ndo kabisa hana ndugu ambaye anajulikana. So Diamond Platnumz amefanikiwa pakubwa sana, na ndio maana Diamond anaweza akaamua akazima kelele zote mjini. Ni Diamond Platnumz peke yake. Sasa angalia story ya mtoto wake namna ilivyoteka soko. Angalia. Nadhani mmeona watu wote, wasanii wote, watu mashuhuri wote wameacha shughuli zao, wamekwenda kumwangalia mtoto. Watu wote wameacha shughuli zao, wamekwenda kumwangalia mtoto. Haya, Rayvanny ajawa na mtoto. Lini umeona watu wa maarufu wamesimamisha shughuli zao wakaenda kumwangalia mtoto wa Rayvanny? Kama ambavyo unaona kwa Diamond Platnumz. Hata Rayvanny mwenyewe na mke wake wameacha shughuli zao, wameenda kumwangalia mtoto. Niambie.
Harmonize ana mtoto. Lini umeona nchi imesimama kwa shughuli za mtoto wa Harmonize? Alikiba ana watoto. Lini umeona nchi imesimama watu wameacha shughuli zao wakaenda kuangalia watoto wa Alikiba? So tunaposema hakuna kwenye kizazi hiki wakuja kupindua nguvu ambayo Diamond Platnumz yuko nayo, hayupo. Ukitaka kujua hayupo, angalia namna ambavyo ndugu zake tu walivyokuwa na nguvu. Ndugu tu walivyokuwa na nguvu. Watu baki tu wa Diamond Platnumz wanaomsogelea, namna walivyokuwa na nguvu kwenye mitandao ya kijamii. Asa wewe leo unatoa wimbo wako, wewe leo unatoa project yako, wewe leo una jambo lako. Nani ambaye anaweza kapushi jambo lako? Watu waliokuzunguka kuanzia Harmonize, Rayvanny, Alikiba, nani ambaye watu wamemzunguka wana nguvu wanaweza kupushi jambo lake? Leo Diamond Platnumz anaweza akaamua asiposti chochote, akaacha hiyo issue kwa ndugu zake na watu waliomzunguka, na issue ikatrend na ikawa kubwa. Niambie nani anaweza kufanya hivyo? Nobody. So amelishika soko. Diamond muziki wa bongo wa Tanzania, muziki wa East Africa ataufanya mpaka anatembelea mkongojo ule. Yaani Diamond Platnumz atalishika soko la muziki wa Bongo Flava na East Africa yake. Atashika mitandao ya kijamii mpaka anazeeka anatembelea mkongojo. Sioni mtu ambaye anaonyesha walau at least hata theruthi ya kusogelea kile anachokifanya Diamond Platnumz. Kwenye soko la sasa, ili ufanye vizuri, ni lazima udili na mitandao ya kijamii. Lazima. Soko la sasa, ili ulikamate project zako ziondoke, ni lazima udili na mitandao ya kijamii. Lazima uikamate. Kuna kazi kubwa sana kushindana na Diamond Platnumz. Kuna kazi, ninapozungumza na maanisha. Kuna kazi kubwa. Nimekupa ushahidi wa kutosha. Imagine, angalia huu ukubwa. Angalia namna mtu ambavyo anatanua misuli yake. Angalia namna ambavyo mtu anaonyesha ukubwa wake. Mtoto hata wiki hana, lakini kawa mkubwa Afrika. Yaani ule mtoto wa Zuchu na Diamond hana hata wiki. Hana hata wiki. Mtoto wa Diamond na Zuchu hana hata wiki, lakini kamzidi mtoto wa Rayvanny na Faima, kamzidi watoto wa Alikiba, kawazidi watoto wa Harmonize, kazidi watoto wa kila mtu. Mtoto hata wiki hana. Hawa wengine wana miaka 10 na hawasogei. Halafu mnakaa ninyi wenyewe mnasema I'm a big giant. Sijui I'm living at a rooftop. Sijui nini napulizwa na upepo sijui wa mbinguni wa Mungu. Unamjua mtu anayepulizwa na upepo wa Mungu? Unamjua God? Unamjua giant wewe? Or you are just talking? God ni yule ambaye anaweza akasimamisha nchi ikasimama. Diamond Platnumz. Nyinyi wengine sio magoti, ni cockroach, ni frog tu. Kama una maoni yako, una busara zako, una taswira yako, una maono yako, kwenye comment section hapo shuka chini, niambie we binafsi mtazamo wako ni upi juu ya hiki ambacho kinaendelea baina ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Naitwa Mr. Pimbi pamoja na mtoto wao actually. Naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fact. Hii ni Kajenjele Media na kipindi chetu ni Screenshot, na leo tulikuwa tunaangazia sakata la mtoto wa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, namna ambavyo ameweza kuteka hisia za Afrika Mashariki, Tanzania. Asanteni sana.